Yes, finally nimefurahi sana. Nisiwe binafsi, kiukweli nimefurahi sana mara baada ya Morocco kufungwa na kutolewa katika michuano ya AFCON ambayo licha ya kuandaliwa kwao na kufanya hujuma zote ambazo wamekuwa wakizifanya, hata sisi Tanzania imetuuma sana. Walitufanyia hujuma, penalti yetu walitunyima, wakasonga mbele, lakini Mungu alikuwa anawaangalia. Akawaambia dawa yenu ipo jiko na chemka, na leo imethibitika. Hebu just imagine Senegal wanapata goli la uongozi, goli la kuongoza, goli linakataliwa. Okay, of course ilikuwa ni follow. Dakika za mwisho inakuja kutokea penalti nyepesi kama ile. Kwa nini usiache mwamuzi ukaenda extra time na mengine yakaendelea? Unakuja kuwapa penalti Morocco. Walichokifanya benchi la ufundi la Senegal nimependa sana spirit ya wachezaji na kocha kiujumla kukataa kabisa maamuzi yale na kuonesha kwamba ishara kwamba kama Morocco ni wanabebwa ama imekuwa kawaida yao. Walitoka kabisa wachezaji uwanjani na kwenda vyumbani. Sijajua ile na kufanya nini, lakini kama mgomo. Baadaye niliona taharuki uwanjani kwa imetokea, viongozi mbalimbali walikuwa wakipiga simu wakiwasiliana huku na huku. Kuna kiongozi mmoja akashuka kama mkala hivi kuja kuongea kitu na Sadio Mane, ndio baadaye nikaona anaenda kuwaita vyumbani, wakatoka. Penalti ikaenda kupigwa, Mendy akatoka dianjani. Penalti anakwenda kupiga Ibrahim Diaz, mchezaji tegemezi wa timu ya taifa ya Morocco, ambaye kila mchezo of course alikuwa anatupia goli, hata sisi pia alitufunga. Ni mchezaji ambaye anategemewa, ni nyota, ni tunu ya Morocco, anakwenda kukosa penalti. Just imagine. Anakwenda kukosa penalti. Mendy anakaa pale langoni. Inapigwa penalti, akadashi kama anaenda pembeni. Si akaona nipige kati, tobo ili hapa, kumbe alikuwa amecheza na akili yake. Akaja kudaka mpira kirahisi kabisa. Diaz kiukweli pale alichanganyikiwa sana kwa sababu nilikuwa ni penalti ya maamuzi. Lakini yote ilitokana na pressure ya Senegal. Na mimi nimependa sana hata katika timu zetu hizi za ukanda wa huku inabidi tujifunze Senegal namna ambavyo wale wakomalia Waarabu, kwa sababu Waarabu licha ya figisu zao zote leo wamekoma. Yaani leo wamekutana na watu wa kazi kweli kweli. Mimi namsifu sana Sadio Mane kwa kitendo ambacho amekifanya. Ameonyesha kabisa uongozi, ameonyesha kabisa spirit ya timu. Lakini ni msifu wewe, mchezaji anacheza pale West Ham, Aston Villa, England kama sikosei. Anapewa pasi safi. Nyuma yake kuna beki bora kabisa dunia, Achraf Hakimi, anachezea Paris Saint-Germain. Anakokota mpira. Hakimi anaona ngoja amwache asicheze foul, asipe kadi nyekundu, anakuja kuacha bonge la shuti ambayo inamshinda kipa Bono, japokuwa ni kipa bora kabisa wa timu ya taifa ya Morocco, lakini mpira unakuwa unaenda mbali kabisa. Anatanua mbavu zake, lakini hamna jinsi, mpira unagonga mwambo, anarudi ndani, chuma moja bila. Just imagine hiyo feelings. Walokuwa wanaangalia nadhani watakuwa wanaelewa vizuri kabisa. Mchezo ulikuwa mzuri na hali ya juu kweli kweli. Ila sasa Morocco bwana, leo hii kama Senegal wasingeleta ile mgomo, walikuwa wanapita tena kwa hujuma. Yaani Morocco ile kombe naona kama waliandaliwa hivi kimkakati. Licha ya kwamba yote yanayotokea wanajua sawa, lakini kama waliandaliwa. Kwani ukitazama mechi za mwanzo mpaka za mwisho ni kama ile kombe waliandaliwa, kwa sababu siku zote mtu ambaye yupo nyumbani kuna favor anapewa, lakini leo Senegal ameuvunja huo mwiko kabisa. Mnyongeni yake mpeni. Hebu tuendelee na wewe, muone yako hapo, umefurahi kama mimi? Mimi binafsi ni mpenzi wa mpira, sikatai, lakini kwa chama chake kimetokea leo nimefurahi kwa sababu Morocco wao wanasema ni nenda Afrika au sio Afrika, walishia kusema hivyo hata katika kombe la dunia lililopita. Na vitu vingi tu ambavyo wanakuwa wanavifanya tunaviona, hujuma nyingi wanabebwa, lakini leo Senegal walisimama imara, walisimama thabiti, walikuwa na mshikamano wa pamoja, walikuwa wameingia na morali ya hali ya juu kwa namna yoyote kwenda kupambania kombe libaki mikononi mwa Afrika. Na kama ambavyo tulikuwa tunaombea kwa muda mrefu, wametutimizia vilio vyetu, wametutimizia ahadi zetu, wamekata kiu ambazo na sisi tulikuwa tunaitamani kwamba Morocco afungwe. Ili silisemi kama mimi Tanzania, lakini najua hata nchi nyingine, Kenya, Uganda, Zambia, Burundi, licha kwamba hawakushiriki katika michezo hii, lakini nadhani watakuwa wamepata ile raha kwa sababu timu zao zilitolewa kwa hujuma kweli. Hebu tuandikie maoni yako hapo. Umepikaje taarifa na kutolewa kwa Morocco? Ni furaha kweli kweli, tusiongee maskhara. Hata mashabiki wengi nadhani walikuwa wakitazama wakifuatilia mpira walikuwa wanafurahi sana baada ya penalti kukosa
na Gueye kuja kushinda goli dakika za mwishoni kabisa. Binafsi nimefurahisha sana, nisiwe muongo. Mechi imemalizika na sasa kilichobakia ni kukabidhiwa kombe lao tu Morocco. Mimi sina la ziada. Sina la ziada, nimekaa hapa nikifurahia kabisa. Usiku utaenda kuwa mwaroro kabisa. Nikutakie usiku mwema, alamsiki, bye bye.